Mimi naitwa Jacob Ouma. Jacob Ouma ni kamishna wa gatuzi la Meru, na ningependa kuchukua fursa hii kwanza kabisa kushukuru maafisa wa KEPHIS wakiandamana na maafisa wa National Police Service ambao waliweza kufanya angalau matembezi na msako kidogo katika maeneo ya Mikinduri ambayo iko Tigania West, na wakaweza kupata mfanyabiashara ambaye anauza mbegu gushi. Bila shaka mbegu gushi ni chanzo cha hasara kubwa sana kwa wakulima, kwa sababu wanapopanda mbegu hizi huenda wakakosa mazao ama wakapata mazao duni. Huu ni msimu tunaelekea msimu wa mvua, na msimu wa mvua ambao ni fupi, na mvua ile tunatarajia wakulima wanataka kupanda aina za mbegu mbalimbali. Na kama mnavyoona hapa, hii ni moja kati ya nyingi. Tuna uwezekano ya kwamba tuko na mbegu gushi, na hivyo basi tunawaambia wakulima na tunawaomba wachukue tahadhari, wahakikishe mbegu wanazonunua ni mbegu halali, mbegu ambazo zimethibitishwa kuwa safi na ambazo zinakubalika kwa mujibu wa wataalamu, na ambazo wataelezwa ni kitu gani wanapaswa kuangalia. Na pia tunawaomba, ikiwa mtu ataona mahali na kuna mbegu gushi zinauzwa, ili tusije tukaingia sote kwa mtego wa panya ushikao waliomo na wasiokuwemo, tafadhali wawajulishe maafisa wetu wa usalama, machifu na wengineo, ili ndiposa wale watu waweze kukamatwa kabla hawajaingiza wakulima katika hasara. Nafikiri ni muhimu wananchi kuwa macho na kuhakikisha kwamba wale ambao wanazungumza ama kutembea kule ni maafisa ambao wanaweza kujitambulisha vilivyo, na ambao kweli ni maafisa wanaotokana na taasisi ambazo zinahusika na mambo ya mbegu, haswa mbegu na utafiti wa mbegu ya ukulima. Na ikiwa kuna watu ambao wamejitwika majukumu yasio yao na kutembea ili hali wao ni maafisa bandia, tuna njia nyingi tutawaweka mikononi. Hilo si tatizo kubwa. Polisi wepo, majasusi wetu wapo, habari zetu na taarifa pia tunazipokea, watakamatwa. Lakini muhimu wananchi wajue mbegu hizi ni mbegu zipi na zile kitu gani wanapaswa kuangalia. Asanteni. Okay, thank you, Wana County Commissioner, for teaming up with us and collaborating in all our areas. Basically, what I can say is that KEPHIS assures quality of agricultural inputs and the produce through various ways. One of them is inspections. We also do certification. We conduct also testing in our labs, which are in various offices, and our labs are accredited and well equipped with state-of-art equipment. And we also do post-control to test the lot that are in the market. And other than that, we do market surveillance jointly with the enforcement officers. And the joint enforcement surveillance market, we normally do them to ensure that only certified seeds that meets government standards are offered to the farming community for sale. And in case there is the one that are substandard, we also give what we call a stop sale order, and those lots are either retested or removed and destroyed from the market. And we also do that. We also ensure that the agrovet who are licensed are the one who are also offering now those seeds for sale. And this week on Monday, jointly with the National Police, we did a surveillance in the Mikinduri market
where we raided one of the trader who was processing, packaging. He was also displaying and selling 5 commonly varieties that you can see here, which are also being grown by our farmers. And as you can see this is not a fungicide. Seeds are normally treated with fungicide, but this is a rendoxide, which it's normally used for building construction in the floor. And this is dangerous because seeds are alive. The moment you treat with what is not recommended, when you plant, you don't expect to get any germination. We'll also test this and use the report where it will be required. So when the lady who was arrested, he was arraigned in the court and charged, and the court is active. Will also be concluded. And going forward, he was charged because as per Cap 326, it is only registered seed merchants who are supposed to process, package, and have distributing lines to distribute certified seeds. So going forward, we'll continue collaborating with all other government agencies to arrest those people who are availing uncertified seed to the farmers and making them get a huge loss. And they will also be taken to court and ensure that we continue enlightening our farmers. Like now what we are doing together with the county commissioner is to ensure that the farmers know what to expect. Like if you can see these packets, we have a smart label sticker which is here, and we are advising farmers when they go and buy, there is a sticker, you can see it. You can scratch and send that short code to 1393, and it is free of charge. You'll get a feedback to know whether that seed has been certified, and in case there is any miscommunication on whatever you get and the packet, you can call the police. You can also call KEPHIS. Our numbers are available in the website. You can also visit any nearest Ministry of Agriculture office or the police, and they will give you further guidance. So basically, as we go to the planting season, we are advising farmers to buy seed from the stockists who are registered by KEPHIS. They have a license, and the quantities of certified seed that you buy, ensure that you get a receipt with those quantities. And of course, if you are not satisfied with the quality when you plant, then you can contact us, and we'll treat that anonymous. We not say so and so has reported to this and handle that administratively to ensure that farmers get value for what they get. Thank you. How many sacks of kg were got from putting the rate? Okay, in total we got 100 kgs, and the value market is 45,000. But of course, we can't. There is maybe a total short sum, but whatever you got is here, and we also sampled, and it will be taken to lab for further analysis. Maybe, I don't know, my colleague can add if there is anything that... Oh, thank you. Kiswahili, ukiweza Kiswahili kwa kifupi. Unasema majina. Nataka kama hiki. Tutatueleza tu. Majina. Ukiweza Kiswahili. Majina na watu wa mchanjo. Kwa majina mimi naitwa Gilbert Bet, na mimi ni mtaalamu wa mbegu na nafanya na shirika ya serikali inaitwa KEPHIS, na sisi ndio huwa tunahusika kukagua mbegu zikiwa madukani, na tungependa kuhimiza wakulima sana wakinunua mbegu wa make sure kwamba wananunua kwa mbegu zikiwa in intact packets ama containers. Wasinunue mbegu kama pakiti imepasuka ama zimetobolewa. Na tunawahimiza sana wanunue mbegu kwa zile maduka ambazo zimesajiliwa na KEPHIS na ambazo ziko na license. Na tungependa sana watumie hii smart seed label. Hii smart seed label iko na logo ya KEPHIS. Ni kama scratch card, akiscratch
atume hii namba kwa kutumia SMS to 1393, ataregesha ujumbe kwa simu kwamba mbegu iko sawa, ama kama si sawa pia atapata hiyo ujumbe. So tunahimiza wakulima sana, tukielekea hii msimu wa kupanda, tukuwa angalifu, na tukisuspect kwamba kuna biashara gushi ya mbegu, tunaomba muripoti kwa polisi, ama muripoti kwa ofisi ya agriculture, ama muripoti kwa KEPHIS offices. Otherwise, asanteni sana. Umepata taarifa labda kuna watu ambao wamekuwa kilagaiwa? Taarifa labda kuna watu ambao wamesema wamelagaiwa kutokana na hii. Wamenunua labda. Yes, Kuja katikati hapo. yes. Okay, let me introduce myself. I'm Geoffrey Malemba. I'm the Deputy Director, Embu Regional Offices, which covers counties in Eastern, Central, and even part of Northeastern. What you are saying is true. Last week we are also with the C&D office. We were following a complaint where several farmers are being duped to send money to M-Pesa number, and they had been promised to be delivered Irish potato for planting. So we followed, and also the case is also ongoing. And from what we realized, some of them are saying that there is a company called Meru Seed in this region, which is doing potato for planting. But we are aware that there is no such company. So there are many, and we are also compiling the report to ensure that the culprits are brought to book. Thank you. Thank you.